Sasa katika ile harakati ya ordination, hii safari ya ordination imekuchukulia vipi, ama umechukua katika hatua gani katika hii safari, katika tangu ambapo ulipoanza hii safari ya kufanywa kuwa pastoress? Imekupatia umuhimu gani katika maisha yako sasa hadi mahali penye umefika? Kufuatia mahali nilitoka, ilikuwa mwaka 07 wakati nilikutana na Bishop Gilbert Ochieng. Alinihubiria, nikamshuhudia hali yangu vile napitia. Hapo ndio nilikubali kuokoka. Na tangu niliokoka, sasa nilikuwa nashiriki katika hiyo Glory Shalom Ministry mpaka siku ya leo. Tumeendelea hivyo tukifanya kazi ya Mungu, na Mungu ndiye amenifikisha mahali nimefika. Na kufika kwangu hapa pia naweza sema ni Mungu alitaka nifanye hiyo kazi, kwa sababu hata kabla sijaingia kwa hii wokovu, kuna ndoto ambaye niliona. Kama nimetoka kuenda kutafuta kuni, kubeba kuni, nikirudi nyumbani nikaona mwangaza iliingia kwa nyumba yangu kabisa. Nyumba ilikuwa mwangaza yote, na hapo kwa kona naona kama malaika amesimama hapo na kuna kitabu hapo. Sasa nikaanza kusema nimeona miujiza. Nikaita mama mkwe akuja aone. Yeye pia kukuja akaona mwangaza, na ilishinda tu hapo mpaka nikaamuka. Sasa kuamuka asubuhi nikaanza kusema leo nimeona muujiza ya Mungu. Mwangaza imeingia kwa nyumba yangu. Ikaenda hivyo. Wakati sasa nilikutana na Bishop, tena nikaona ndoto nyingine ambapo Mungu alinieleza kwa Isaya. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, kuna ndoto ambaye nimeona kidogo. Kwa hii harakati ulipoona mwangaza, ilikuwa ni wakati wa usiku ama wakati wa mchana? Usiku kwa ndoto nikilala. Ndio nikaona ni kama nimetoka mahali kuleta kuni. Sasa nikipita kwa nyumba nikapata nyumba imekuwa white. Nyumba yote mwangaza. Na malaika kwa kona na amesimama na kitabu kingine kidogo. Sasa nikaanza kushout, nimeona miujiza. Sasa hiyo jambo imekuwa kwa akili yangu kila wakati nikisema, Mungu kama ni wewe ulinitembelea, wacha mapenzi yako itimike. Sasa wakati tulikuwa na mtumishi Bishop, tena kuna siku pia nikaona ndoto nyingine. Wakati huo usiku huo ndipo ulipoamka ukaenda kuelezea mama mkwe wako kwa umeona muujiza wa Bwana? Hiyo usiku kwa ndoto. Na watoto wako walikuwepo? Hawakuwepo. Hiyo ni watoto walikuwa, lakini sasa ndoto ni mimi niliona. Na hiyo wakati ya kuona ndoto nilienda kuambia mama mkwe, kuja uone kitu kwa nyumba yangu, nimeona miujiza. Yeye pia akashout tu, hiyo ni miujiza, kwa sababu mwangaza ilishika nyumba yote, hakuna kitu ngeweza kuona na macho. Okay. Naam. Ulipoona hiyo ndoto ni ulichukua muda upi ndio ukaenda ukamfikishia pastor ule ujumbe wa kuona ndoto? Sijawahi kumwambia mpaka wa leo hiyo ndoto. Chenye nilimwambia sasa hii niliota hata kama sijaingia kwa wokovu. Bado ni 06. Yenye niliambia pastor ni ya 07 kama nimepewa kitabu kingine katika Isaya. Na nikamwambia mtumishi wa Mungu, kuna andiko lingine nimepewa kwa ndoto lakini sielewi. Sasa akasoma akaniambia kama ni ya Mungu, wacha tutaona kama ni ya Mungu. Lakini sasa kwa hiyo harakati yote mpaka siku ya leo nimekuwa nikizimix. Hizo ndoto zote hata sio moja, zimekuwa zikifuatana tofauti lakini zinarani kitu moja. Sasa vile niliziona nikasema tu Mungu, acha mapenzi yako itimike. Wakati Mungu aliniponya kwa hiyo ugonjwa ambayo nilikuwa napitia, mimi nikaanza tu kutumikia Mungu wangu. Sikujua nitakuwa mama mission ama mama kanisa. Mimi nilikuwa najua mimi ni mshirika. Lakini mwendo pole nikastukia nimefika mahali nimefika. Kulingana na hii ndoto unaiona wewe mwenyewe kila wakati. Ni ndoto ambayo inakuelekeza kuwa unafaa kuwa pastor ama pastoress kwa kanisa, ama ni ndoto ambayo inakusukuma ufanye jambo fulani katika kanisa, ama ni ndoto ambayo inakuonyesha ama inakusukuma kufanya jambo ambalo ni tofauti na ministry? Kulingana na ndoto ya kwanza katika kitabu cha Isaya, ilikuwa inanionyesha tayari ati nitakuwa kama kiongozi. Tena ya pili ingine nikapewa
Tena ikaniambia pia nitakuwa mtumishi wa Mungu, tena nitatembea kwa counties zingine, kwa jamii zingine wenye hata si Wajaluo. Katika hiyo harakati ulikuwa kanisa ipi? Ulikuwa ni kanisa tofauti ama ni kanisa ni hii ambayo hiyo ndoto ilikupata nayo, ama before uingie katika kanisa hili la leo? Tangu niingia katika hii kanisa ya Glory Shalom sijawahi badilisha. Nimesimama imara kwa kanisa yangu kwa sababu sijaona shida ingine kwa hii kanisa. Hata hapo awali ambapo ulikuwa unaiona ile ndoto, ulikuwa katika hii kanisa? Ndoto ya kwanza ya kuona mwangaza, hiyo wakati bado nilikuwa sijaokoka. After hapo ndio nikapata wokovu. Ulikuwa unatumikia katika kanisa ipi? Hizi za Roho Msalaba ya Ngoma hizi. Tueleze kidogo katika ni muda upi ambapo ulichukua kutoka katika ile kanisa ukajiunga pamoja na hii ya leo? Hiyo harakati ya ugonjwa, hiyo kanisa nilimaliza tu mwaka moja. Alafu nikakuja Nairobi nikaingia kwa hii ya Glory Shalom. Sasa tueleze ni nani katika wale wakubwa wenu mapasta ambao wako mbele yenu, ni nani kati yao amekutengeneza ama amekumenta katika hii wokovu wako? Bishop Gilbert Ochieng. Ni muda gani ambapo umetumikia katika kanisa lake? Kuanzia 09 kwa hii ministry ikianza mpaka wa leo. Na watoto wako pia wote wako katika ili kanisa? Yes. Wako wangapi? Wako watano. Wako watano. Lakini sasa mwingine saa hii alishaoleka, sasa wenye wamebaki ndio niko nao. Naam, unaweza tupa ujumbe ipi ambapo sasa tunaona katika nchi tunaelekea katika uchaguzi wa 2027? Unaweza patia wananchi ujumbe ipi ambapo kila mmoja anaona kuna hofu hapa na pale? Ni ujumbe ipi ambao unaweza kutuambia sisi wa Kenya? Siasa ama neno la Mungu? Kupitia neno la Mungu, ni nini unaweza kutupatia ama ujumbe wako kupitia neno la Mungu? Mimi ujumbe yangu yenye naweza ambia wananchi, kukaa kwa Mungu ni kitu ya maana sana. Kuvumilia kwa Mungu hata kama unapitia changamoto, hata kama unapitia kudharauliwa, hata kama unapitia shida, lakini umenyenyekea kwa mguu ya Mungu, naona iko na faida. Kwa sababu mimi ningekuwa mtu wa kutembea huku na huku, hakika singefika mahali nimefika. Kwa sababu ya kuchagua Mungu niishi ndani ya wokovu, imefanya niko ni vile sahi niko. Sasa naweza kuambia wapendwa wenzangu, hata wamama wenzangu, hata kama umeifiwa, bwana yako amekufa, hiyo sio mwisho wa maisha. Ukichagua kuwa na Yesu, ukichagua kuishi katika wokovu, Mungu wako atakuwa upande wako, atakulea, atakulinda pamoja na watoto wako. Tangu niingie kwa wokovu sijaona nikilia ati sijalia, kwa sababu watoto wangu wamesoma, watoto wangu nimewalea, niko na hao. Hakuna mwenye nilitoa hata moja aende hata afanyie mtu kazi ndio tuishi. Mungu ametulinda, Mungu ametupatia chakula, na kupitia hayo, hata hiyo kupitia mali nimepitia mpaka nikafika leo, nikihimiza nayo wenzangu ambao pia wameifiwa huwa wanakuwa na ujasiri, kwa wanasema kumbe kama alikutendea, ulipona hiyo ugonjwa ambayo watu walijua utakufa, na Mungu alimekuponya, umekuwa mzima. Sasa wewe ni mtumishi wa Mungu, chenye haingewezekana sasa imetendeka. Watoto wamesoma, sasa wamekuwa wakubwa na Mungu amewalinda. Nimeona mkono ya Mungu. Mara nyingi watu udanganywa, mara nyingi watu usema ati mzee wako akikufa sasa we uko huru, hata ukipata ukele, ukipata huyu uko huru. Yangu mimi nasema hapana. Tafuta Mungu kwanza awe upande wako, halafu ukishaishi ndani ya wokovu, Mungu atakupatia maelekeo. Atakupatia vile unaishi na watu wako, atakupatia chakula, atakupatia hata mavazi.
Usione sasa unakata tamaa ati mzee wako amekufa, sasa maisha yako imeisha. Hapana. Maisha yako itaendelea vile wewe umechagua. Ukichagua kupotea, utapotea. Na ukichagua kuishi, maisha yako itakuwa tu vile vile ingekuwa kama mzee ako. Mimi wakati wangu alienda, niliambia Mungu, vile ulikuwa unampatia, akituletea tukule. Sasa mimi ndio nimebaki na watoto. Sasa mimi ndio unipatie ili nilee watoto wangu, ili tusiende huku na huku tukiangamia. Wengine wanafikiria kutafuta wanaume waweke wanaume wengi ndio inaleta kuishi. Hapana. Kuwa na Mungu. Chagua hekima kwa Mungu. Utaelekezwa njia ya kuishi na familia yako na watoto wako. Na unaona tu maisha itakuwa tu kama kawaida hata kama uko na mume. Kwa sababu hata wale wako na mume, wanaume, bado pia wengine wanapitianga changamoto ya chakula ama mavazi. Lakini kama uko na Mungu, kila kitu inawezekana. Ningependa kukurudisha nyuma hapo kidogo. Utupatie utofauti ya pale ulipokuwa katika kanisa la Roho na hili la Shalom. Unaweza ona utofauti ipi, ama unaweza ambia wananchi utofauti ipi ambao umeipata katika hizi kanisa zote mbili? Wakati nilikuwa kwa kanisa ya Roho, nilijua mimi naenda kanisani niko sawa, mimi ni mshirika. Lakini tofauti yenye nilipata, kwenda kanisani hiyo haijakamilika. Tafuta wokovu. Kwa sababu hata Biblia inasema kuna wale waliingia na dirisha, kuna wale waliingia tu na sisi kwa Kijaluo tunasema ni galambewa. Tunasema hivyo. Lakini ingia direct na mlango. Mlango ni wewe mwenyewe kuamua kwa moyo wako, nataka nitembee na Yesu. Uache dhambi, uache ya dunia, ufuate ya Yesu. Ukifuata ya Yesu, utaona kama maisha yako itaenda sawa sawa. Lakini ukifuata ya dunia, hapo hauna bahati kwa hii dunia. Kwa hivyo, chagua kutembea na Yesu, kwa sababu kusema tu nimeokoka pia haitoshi. Mtu anaweza sema nimeingia kwa kanisa ya watu wenye wameokoka, anasema sasa ameokoka. Hiyo haitoshi. Wokovu inatoka kwa moyo, we mwenyewe ndio unaamua. Unasema mimi saa hii nimeangalia chenye inaweza kunisaidia kwa maisha yangu. Nitafute kuokoka, nitembee na Yesu, niishi ndani ya Yesu ili Yesu pia anipiganie. Pastor, kidogo sio kumaanisha hapo awali ulipokuwa katika lile kanisa la Roho, maanisha hakukuwa na wokovu hapo ndani yake? Nilikuwa tunaenda tu ati kanisa, leo ni siku ya Sunday, watu wanaenda kanisa. Tunaomba, tunacheza ngoma, tukirudi tunarudi. Lakini si kuwa najua kuna vile mtu sasa mwenye anasema na nimechagua kutembea na Yesu. Sasa unawachana na dhambi, raha za dunia. Kama mimi nilibaki mjane. Sasa ningeona nilete tu wanaume kwa sababu siku zangu bado zilikuwa hazijafika. Ulete huyu. Lakini nilisoma inaharibu watoto. Hata huwezi kuwa na heshima kwa watoto. Kwa sababu hata ukipata mtoto mwenye mdomo yake ni rahisi atakwambia, mama sisi unatukataza na we mbona? Sasa mimi mwenyewe nilichagua mimi mwenyewe nijiheshimu ndio niweze kupata njia ya kufundisha watoto wangu. Kwa hivyo nike wajue Mungu. Sawa, kwa hivyo hapa kuna utofauti ya heshima na huku kwingine kuwa na heshima. Hakuna, kwa sababu kama si nitaleta kesho utaona nimeleta Mondi. Kesho kutwa mwingine ndio yeye anakohoa kwa nyumba. Si ndio? Hapo kuna heshima na watoto wako kwa nyumba. Hakuna heshima. Heshima lazima we mwenyewe ujipe ndio utakuwa na right ya kutunza watoto wakuwe na heshima. Na kama we mwenyewe haujajiheshimu, hata watoto hawezi kuheshimika, kwa sababu watakuambia mbona wewe, na sisi ndio unatuambia na mbona wewe ujiheshimu. Si leo umeleta baba mwingine, kesho umeleta mwingine. Kwa wokovu hii hapana. Kama ni wokovu, kama mwaka yako bado, tunajua tunaambiwa vizuri. Mimi kama mama ya ministry siwezi danganya watoto wadogo wenye wako chini ya mwaka 60 atusipate mwingine. Lakini nitamwambia tulia, unyamaze, tuombe Mungu na utafute kwa upole. Ukipata moja, leta tukuombee,
alafu ukae na huyo kama mume wako. Lakini usiende kesho umeleta huyu, kesho kuta umeleta huyu, wakikutana kwa nyumba wanapigana, watoto wanaona na wanajua baba yao imekufa. Hiyo ni kukosa heshima. Aya, tupe ujumbe lako la mwisho kwa hii kanisa la Shalom, kwa wamama pamoja na pasta wako, mkubwa wako. Ujumbe wako ni ipi kwao? Ujumbe wangu kwa pasta yangu na wakubwa wangu, na washukuru sana kwa sababu wameniweka pali pazuri. Wanatufundisha neno la Mungu. Wamefanya nimejua hata chenye sikujua. Wamefanya nimetulia katika wokovu, nikijua nikitazama msalaba Mungu atakuwa upande yangu. Na washukuru sana kwa sababu kwa hiyo kanisa yetu tangu tuanze 09 sijawahi ona hata mambo ingine, hata mavurugano ya mapastors, hata mambo ingine tofauti na neno la Mungu. Kila wakati tukikaa wanatuhimiza tu tuzidi kuzama kwa hii neno la Mungu na tuzidi kutafuta Mungu. Na tukikaa kwa Mungu tukinyenyekea, hakuna kitu inashinda Mungu. Chenye tunaona hatuna sahi, itafika wakati Mungu atatenda kwa wakati yake. Na hiyo kuvumilia imefanya nimefika mahali nimefika. Na washukuru sana kwa sababu hao ndio wamefanya nimefika, na hao ndio wamefanya nimejua kutofautisha wokovu na kwenda kanisani. Asante sana. Kwa upande wa social media, ambapo kila mmoja ambao nawahimize kutufuatilia kwa mtandao za kijamii, mnaweza tupata kwa Facebook, mnaweza tupata kwa Twitter, Instagram. Hiza nyinyi wote mtufuatilie sisi kama wanahabari. Mnaweza tupata sisi katika Facebook, Instagram, Twitter na upande wa TikTok sana. Alafu sisi tuko na studio yetu ambayo inajiita VMTV, na sisi tunapatikana pale Lakisama. Nyinyi wote mnakaribishwa. Kama kuna ujumbe yote mtu anataka kuhimiza watu, mnakaribishwa nyinyi wote katika studio yetu ambayo inajiita